alikuwa ni bondia professional ambao wanasema bondia wa ngumi za kulipwa, ambao amecheza mechi nyingi ndani na nje ya nchi na kuliwakilisha taifa la Tanzania na kuingia nyimbo ya taifa katika mataifa makubwa nje ya nchi. Kwa hiyo ameweza kuitangaza Tanzania kupitia michezo. Lakini Amos Mwamakula pia ni mjumbe wa baraza au niseme ni mjumbe wa kamati kuu ya shirikisho la ngumi nchini Tanzania, TPDRC. Kwa hiyo Amos Mwamakula ameweza kuhudumu au kuhudumia ngumi katika nyanja zote, na hili nitaka niwape tu watu wengi wamekuwa wanajiuliza Amos Mwamakula ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo nimeweza kuelezea kidogo history uweze kumfahamu ni nani. Lakini katika mambo yake hayo yote au katika kuhudumia mchezo wa ngumi sehemu zote ambazo alizopitia, Amos alikutana na kitu kimoja ambacho yeye aliamini ndani ya mioyo yake kwamba mchezo wa ngumi ili uweze kukua zaidi unahitaji platform ya television. Na Amos alipata wazo hili akiwa katika safari zake za kimataifa. Aliona kwamba wenzetu wanafanya nini. Amos aliporudi nyumbani alifanya andiko la television. Nikisema kwamba andiko la kuandaa vipindi vya TV ambavyo vitakavyokwenda kurushwa kwenye television yoyote. Na katika andiko lile alipeleka Azam, na baada ya Azam kulipitia andiko lile walikuwa nalo interest kwamba limewafungua kwamba waanze kuonyesha ngumi nchini Tanzania kupitia andiko ambalo Amos Mwamakula alipeleka Azam. Na Amos alianza kufanya mawasiliano na director wa kampuni ya Azam kipindi hicho ambaye alikuwa anaitwa Patrick Kaemele. Walikuwa wanawasiliana kwa email, lakini vile vile alipeleka demo, yani kuonyesha mfumo mzima wa jinsi vipindi vile vitakavyokuwa vinafanya kazi au vinaruka, au kuanzia interview za mabondia, jinsi za interview zitakavyokuwa zinafanyika, lakini live itakavyokuwa inafanyika, mahojiano yatakayofanyika na kadhalika. Kwa hiyo aliweza kuonyesha mfumo mzima. Walikuwa na interest naye na walimwambia kwamba moja ya ahadi aliyompa kwamba wangeweza kufanya kazi naye. Wakati mawasiliano naye anakwenda na Amos akijua kwamba tayari kwamba anaweza kupata kazi au kwamba uweza kushirikiana na Azam kupitia andiko lile alilopeleka Azam mwaka 2017 ndio programu hizi zilianza. Kilichotokea mwaka 2021 Azam walianza kulifanyia kazi andiko lile la Amos Mwamakula, na kilichotokea Azam walianza kulifanyia kazi lakini hawakumshirikisha Amos Mwamakula. Na ndipo hapo Amos Mwamakula aliona kwamba sitamfahamu na kuandikia barua kuambia nimeleta wazo langu na niona linafanya kazi kwenu, nini kinachoendelea. Hawakuweza kumjibu. Amos aliweza kutoka pale na kwenda Kosota. Kosota ni taasisi ya serikali inayodili na haki miliki, na yeye kwamba Amos Mwamakula mwaka 2017 aliregister wazo lake hili katika Kosota na kuambia alichukua vipindi ambavyo vilivyokuwa vinaruka ndani ya Azam na akavipeleka pamoja na vipindi ambavyo yeye aliviandikia kuvipeleka Azam na demo yake akawapelekea Kosota kuambia kwamba wazo hili ambalo lilikuja kwenye register kwenu na nilikuwa nimeshafanya mazungumzo na Azam iliweze kuruka likiwa chini yangu, lakini wana Azam wanalifanya sio chini yangu mimi. Ndipo hapo Kosota walitoa comment zao wakisema kweli wazo hili ni mfanano ambayo manake linafanana, na katika hali hii walimuomba mambo mawili tu: arudi akazungumze na Azam, wakishindana basi apeleke mahakamani ili mahakama ikatafsiri sheria. Na ndipo Amos aliweza kukutana na waandishi wake na kukutana na wanasheria, na wanasheria waliweza kuandika demand notes wakitaka Azam kwamba waweze kushirikiana na Amos ambaye alitoa andiko lile au wazo lile, na hata kama watashindwa hivyo basi watawapeleka mahakamani. Na Azam hawakuweza kujibu ile demand notes, na Amos hakuwa na njia nyingine pekee zaidi ya kulipeleka wazo lile mahakamani ili mahakama ikatafsiri sheria. Na alipofika mahakamani ambayo ilikuwa mahakama ya wilaya ilipitia vielelezo vyote, ikiwa na maana kwamba lile andiko, zile email ambazo walizokuwa wanawasiliana nazo, lakini vile exhibit au vielelezo ambavyo Amos alivyokuwa navyo alivyowakabidhi Azam. Baada ya kupitia mahakama ya wilaya, pasipo na shaka iliweza kumpa ushindi Amos Mwamakula na kumliwadi kwamba alipo kiasi cha shilingi milioni 250 na kwamba Azam waache kutumia andiko lile au ratiba hili vipindi ambavyo Amos aliweza kuiandika. Na kwamba baada ya tukio hilo kutokea, Azam hakuwa na furaha katika hilo. Kwa hiyo kilichotokea nini?
Azam alisema kwamba yeye anakata rufani, na Azam alikata rufaa Mahakama Kuu, na Mahakama Kuu na kwenda kwa spidi kidogo, Mahakama Kuu imepitia nayo tena ile hukumu ya kwanza ambayo ya wilaya, mahakama ya wilaya ilitoa, na ikaweza kutengua hukumu ile ikisema kwamba Azam hakutumia kazi ya Amos Mamakula, bali alifanya kazi yake mwenyewe na alifanya kazi yake mwenyewe. Na kwa kitu gani ulichokiangalia kikubwa? Ukiangalia kwa mujibu wa mahakama inasema kwamba ukiangalia interview za andiko la Amos la kwenye interview lilikuwa kwenye gym na sehemu zingine, lakini wao walikuwa hafanyi kwenye gym. Lakini issue ambayo ilikuwa kubwa hapa ni je, ile kazi ilikuwa ni mfanano? Unaweza uka-update. Mimi naweza nikasema kwamba inawezekana ikawa umetoa hata nyimbo ya Diamond ukajua mapigo yake, kwa hivyo kuna sehemu uka change kidogo, lakini lile wazo likawa ni la mfanano. Lakini Mahakama Kuu iliona kwamba sio wazo la mfanano, ingawa mahakama ya awali au mahakama ya wilaya ilisema wazo la mfanano na likaliwadi. Kwa hiyo hapa ndiko issue ilikotokea utata. Na nini kinachoendelea mpaka sasa hivi? Baada ya kuona majibu yale, Amos aliweza kukaa na timu ya wanasheria wake na kuliangalia kwa makini, na akaona kwamba kuna makosa au kuna vitu ambavyo labda mheshimiwa hakuweza kuvipitia vizuri, na walichoamua kwamba sasa hivi wanakwenda kukata rufani. Tayari Amos Mamakula kupitia promotion yake kazi promotion wameshaandika intention to file appeal, yani kwamba nia ya kufile appeal. Na hivi ninavyozungumza siku hizi jana juzi ameweza kupata dokumenti zake zote kutoka mahakamani, nikimaanisha decree na judgment. Kwa hiyo tayari kwamba ana dokumenti enough za kwenda ku appeal au kukata rufani kwamba kwa Mahakama Kuu utenguzi waliofanya wa mahakama ya wilaya kwamba ubatilishwe. Kwa hiyo katika hali hiyo basi nataka kuwafahamisha tu kwamba mashabiki wa mchezo wa ngumi, hii ndio historia kubwa ya mchezo wa ngumi, au ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea, na nataka niweke clear especially kwa mabondia wa Tanzania. Wengi nimeona mnafanya press mkimlaumu Amos Mamakula kwamba anazuia mchezo wa ngumi, lakini nataka niwafahamishe kwamba Amos Mamakula ndio aliyekuwa mkombozi wenu katika ngumi, kwa sababu andiko lake ndio limewafanya nyinyi muweze kuonekana kwenye TV, limefanya nyinyi ndio muweze kuonyesha skills zenu na talent yenu, na wengine mmepata fursa mpaka kuwa mabalozi kupitia kwenye kama ukiangalia bondia Twaha Kibuku amekuwa balozi wa Azam wa Maji ya Uhai, nafikiri anatangaza kupitia fursa imetoka kupitia kwenye hili andiko.